Subscribe, like Radio 360. Kwa majina ni mchambuzi bwana Andrew Andwele Mwakisole kutoka Radio 360. Nazungumzia swala la uongozi mbovu wa Simba. Nikizungumzia swala la uongozi mbovu wa Simba ni kutokuwa na maelewano na umoja. Japo Simba yenyewe kauli yao mbiu ni nguvu moja, lakini mpaka sasa hatuoni nguvu moja ambayo inatumika ndani ya klabu, especially kwenye swala la uongozi, na ndio maana hata timu inapoteza point, yani ina maana inapoteza game. Sasa viongozi wengi wa Simba kwanza hawahudhurii kwenye mechi, na maana huwezi kukuta Simba labda anacheza na Namungo au Kagera, huwezi kukuta. Na pia Simba hauwezi kukuta kiongozi yupo karibu na wachezaji, yani especially huwezi kuona ile furaha ya wachezaji labda mazoezini au kwenye mechi kuna kiongozi ambaye atatoa hamasa au kuhamasisha timu juu ya kwamba tunahitaji ushindi, timu jamani mpambane, vitu kama hivyo huwezi kuona. Lakini siku ikitokea kuna kiongozi anafika labda waziri wa michezo au rais, ndio unamuona mwenyekiti au naibu au nani, unamuona kiongozi wote wa Simba. Pia kwa nikienda moja kwa moja kwenye swala la uongozi mbovu kwenda kwenye pointi, namaanisha kwamba siku ambazo Simba wanacheza wao wanaweka kikao, maana hiyo ni misunderstanding baina ya timu na uongozi. Ili uongozi uwe thabiti na uwe nguvu moja kama kauli yao mbiu unavyosema, unahitaji wote wawe unit, wawe kitu kimoja, kwa maana timu inapocheza viongozi wanakuwa kwenye timu. Timu inapokuwa inahitaji vikao, hata wachezaji nao ni sehemu ya timu. Sawa, timu inajumuisha uongozi bora, timu bora na miundombinu mizuri, ndio unapata timu. Lakini kama una timu, ndani ya hiyo timu kuna mpasuko au mgawanyiko wa viongozi na wachezaji au ya viongozi na wawekezaji, hiyo sio timu. Kwa maana timu inacheza tena ni klabu bingwa hiyo, lakini wao wanaweka vikao. Timu kule uongozi anasimamia nani kwenye timu? Maana yake kumbe kuna shida baina ya wachezaji na uongozi, au uongozi ndani ya uongozi hauna maelewano, yani viongozi na viongozi hawaelewani, na ndio maana wanashindwa kuelewana. Bado hapo kwenye hicho kikao na timu inacheza, hawajui matokeo, hawajui chochote, bado kikao wakikiahirisha. Kulikuwa kuna sababu gani ya kuahirisha kikao wakati timu inacheza? Kwa nini wasingefanya hicho kikao? Wangesubiri tu game iishe, wakae kikao na timu, kwa sababu kama uongozi ni mbaya, basi hata timu hawezi kuperform vizuri, kwa sababu kutakuwa kuna ucheleweshwaji wa posho, ucheleweshwaji wa mishahara, ucheleweshaji wa muda ambao wao watahitaji kukaa na wachezaji kuongea ili kutengeneza as a team kama unity. Kwa hiyo mimi nawashauri Simba, kwanza uongozi uanze ndani, wawe kitu kimoja kama wanavyosema kauli yao mbiu ni nguvu moja, uongozi uwe nguvu moja. Pia uongozi uwe unashiriki kwa 70% za ushirikiano na kutia nguvu kwa kuhamasisha wachezaji ili waweze kupata matokeo ya nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Pasipo na hapo Simba haiwezi kupata matokeo, na uongozi bado utalalamikiwa kila siku ni mbovu, ni mbovu, ni mbovu. Wanafanya vikao vingi, lakini mwisho wa siku wanashindwa kupata jibu moja kwa sababu uongozi haupo thabiti.